Lakini nilipokuja kukutana na huyu mwanamume, nikasema kweli tulipata mambo yote kwenye dini zetu. Kila mtu ametokea kwenye dini. Hata kama unaabudu kwenye mti, unaamini kwamba huyu ndio Mungu wetu anayetusikia. Wala mtu asinani. Ndio maana nasema dini iliyo nzuri ndio hii. Ile inayokwenda kuwatembelea nani? Wagonjwa, kuangalia yatima na wajane. Kuna dini ambazo zinafanya hivyo kuliko wewe. Washapanga mipango mwaka huu watatembelea vituo vingapi. Wewe huna hata huo mpango. Lakini bado utabaki ni dini. Si tunachozungumzia ni wokovu. Yesu alipokuja alikuta dini nyingi. Yeye alichotuletea ni nini? Ni wokovu. Tukishaokoka, wokovu ni tendo la kila siku. Leo tunahitaji tena wokovu mwingine. Unakaa unajiangalia kwenye kioo, ni wapi ilipopungua? Kama kuna njia iletayo majuto mbele yangu, Bwana Yesu niondolee. Nataka tena wokovu mpya. Watu wanaweza kusema una upendo, wewe mwenyewe ukajipima, ukasema upendo wangu. Yaani nikiitwa watu wenye upendo sitakwenda. Watu sema huyu baba ni mkarimu, ukajipima ukasema wakiitwa wakarimu sitafanyaje? Sitakwenda. Kuna watu wanatoa mpaka wanakula deni. Lakini akijipima kwa watoaji anajikuta mtoto mdogo. Wewe umetoa uhai wako wewe. Yesu yeye alitoa nini? Uhai. Na akasema hakuna mwenye upendo mwingi kama huu, kutoa uhai wako kwa ajili ya rafiki zako. Aliwajua wapi? Hawamjui, lakini alikubali kutoa nini? Uhai. Ndio sababu ya kuzaliwa kwa ajili ya wenye dhambi. Ndio Biblia inatuambia amepewa jina hili la Yesu, jina la heshima, jina lipitalo majina yote. Jina hili amekirimiwa na baba yake kama zawadi. Alipojinyenyekesha akawa mtii mpaka mauti ya msalaba, akapewa hili jina lipitalo nini? Hili ni jina lilikuwa la baba. Baba amempa Yesu, ndio anamwambia kwa jina lako walinde. Jina hili ulionipa na mimi nimefanyaje? Nimewapa. Leo si tunatembea kifua wazi, kifua mbele, kwa sababu tuna jina la utisho, jina la fahari, jina lipitalo majina yote. Mithali 22 mstari wa kwanza anasemaje? Heri kulichagua hili jina kuliko mali. Maana hili ni zaidi ya fedha, ni zaidi ya dhahabu. Kuna mistari miwili nimesema, kama umepata ni vizuri ukisoma ule wa kwanza na huu wa pili. Mithali 22 mstari wa kwanza inasema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Umenielewa? Ni heri kulichagua jina hili jema kuliko nini? Kuliko mali. Na neema kuliko nini? Neema ni wokovu huu tulio nao. Paulo akaambiwa neema yangu inakutosha. Wapo dhaifu, sema mimi nina nguvu. Sasa yule mwingine aliyosoma mstari gani? Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Nasema asubuhi ya leo umpe nafasi aingie. Tamani tena nimpe nafasi nyingine aingie. Leo sikuwa na kitu kingine. Mke wangu alipomwambia akasema na mimi ndivyo ninavyojisikia. Ngambia Christmas ya leo tamani nitulie hapa madhabahuni. Kama nitapata maji moto na kunywa maji moto. Mimi sio mshamba wa Christmas. Ninataacha ibada anakaanga. Unakaanga unachokanga unakaanga nini? Unajua kukaanga wewe? Kupelekwa sehemu ya kukaanga utafanya nini? Mwingine anaacha ibada eti nguo gani? Wewe una nguo wewe. Kuna mpaji wa nguo. Nenda muulize Malikia nani? Diana. Zile nguo zake alizoacha hata mumewe akasema yule mtu wa nguo alikuja kuziiba zile nguo. Akasema jamani msinifanyie hivyo, siwezi. Mimi ndio nilikuwa mtunzaji wa nguo zake. Na mtu anayebahatika kumshonea hiyo nguo amemtangaza dunia kwamba hivi nguo ya Malikia imeshonwa wapi? Na ina shono ya zamani. Ni kiatu. Unasikia aliyevaa kiatu cha kwanza ambaye alikamata rekodi ni hela ya kutulisha Tanzania mwaka huu mzima. Sasa una kiatu wewe? Na mwanamtu anakwenda naye anaangalia watu wananisifiaje na kigonga ti.
Biblia inasema takuja kugeuza hata hizo njumu zenu. Anawaambia mabinti Sayuni, si mnajisifia na njumu mnagonga watu wakiwa ibadani ili watu wageuke wafanyaje? Waangalie. Inabidi kanisa zima. Ibada ndio anataka kuisha, ndio anafanyaje? Ndio anaingia ibadani. Yaani anasema hizo njumu hizo wewe usome Biblia. Yaani anasema huo uzuri wenu nitaugeuza utakuwa ubaya. Nitawapiga mapele na nini, alafu muangalie mnachojivunia kiko wapi. Wewe kama unataka kujisifu, jisifu kwa sababu umemjua huyu mwanaume. Tuko pamoja? Anasema anayejisifu asijisifu kwa sababu nini? Ya hekima aliyonayo. Wala tajiri asijisifu kwa sababu gani? Ya utajiri. Wala mwenye hekima. Hayo maneno tunayapata anatuambia nani? Yeremia. Tuko pamoja? Yeremia sura ya 9 mstari wa 23 na 24. Hebu nisomee pale. Tunazungumza habari za kuzaliwa kwa Yesu. Tumepewa jina hili, jina la utisho, jina la fahari. Ndicho tunachojivunia, sio kitu kingine. Maana watoto wafundisheni hivyo wajue kwamba siku yoyote ukipata hela ya nguo unavaa. Wala usiseme sikukuu. Kila siku ni sikukuu kwetu. Tuko pamoja? Siku ni hii ambayo Mungu ameifanya kwa utukufu wa nini? Wa jina lake. Napopewa neema ya kula, we kula. Kama vipo vidharau. Umepata hapo? Yeremia 9:23-24. Hakuna aliyepata hapo. Yeremia 9:23-24. Bwana asema hivi. Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya nini? Ya hekima yake. Wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Unasemaje tujisifu kwa sababu gani baba? Bali ajisifuye, ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana. Nitendaye wema na haki katika nchi. Maana mimi napendezwa na mambo hayo. Mimi napendezwa na mambo hayo. Asema Bwana. Wewe unaona la kujivunia wewe? Wengine wanajivunia vitu ambavyo havina nini? Havina maana. Zaburi ile 20 mstari wa 7 anasema hawa wanataja nini? Magari. Na hawa wanataja nini? Lakini sisi tunataja nini? Jina la Bwana Mungu wetu. Wao wanainama na kuanguka, lakini sisi tunainuka na kufanyaje? Tumekuja na Yesu jamani, baada ya kuzaliwa amekwenda, lakini ametupa jina hili. Ndio tunajivunia, jina la utisho na jina la nini? La fahari. Anasema kama mkinipenda mimi mtazishika amri zangu. Na nitamuomba Baba yangu atawapa msaidizi mwingine atakaye kaa na ninyi hata milele. Ulimwengu hautamuona wala hawezi kumpokea, lakini ninyi mnamtambua huyu, maana anakaa wapi? Ndani yenu. Kinipenda. Hebu ufanye tena upya upendo wako kwa Mungu. Achana na sababu zingine zozote. Unaweza kufika mahali ukainama ukasema Mungu ana upendeleo. Mungu anaga upendeleo. Tuko pamoja? Mungu hana upendeleo. Mungu ni Mungu wa wakati. Katika wakati aliowaandaa kwenye familia yenu, Mungu atawatokea. Yeye yuko mlangoni asubuhi ya leo anagonga. Je, unampa nafasi azaliwe moyoni mwako tena leo? Mfalme wa amani akupe ile furaha ya kweli, unampa hiyo nafasi? Akupe utulivu wa kweli, unampa? Akupe utoshelevu, unampa hiyo nafasi? Ili na wewe ujione ni mtu katika watu, maana umejiona mnyonge, dhaifu. Hata ukiona watu wanaongea pale, sema wananiongelea mimi ile nguo yangu. Hiyo ndio watu waje kanisani kuongelea nguo yako. Labda mtu asiyejua Mungu, nenda hapo nani? Ilala pale ukuta zilivyopangwa pale. Nenda wapi? Hiyo zamani ndio wakati wa vita. Ndio ilikuwa shida wakati wa vita vya Idi Amin. Kitambaa hiki unachokiona ndio ilikuwa shuka, pazia, ndio cha mito, ndio na mama anavaa na baba. Kilikuwa kinatoka Msumbiji baada ya vita vya Idi Amin.
Ndio tuliuziwa magunia. Ndio anakuonyesha chati, unaona baba. Unakuja mara usionyeshe bwana. Kwenda ukifuka unafungua hivi gunia, kipande cha gunia, sio lote unafungua kwa kipande. Leo mtu anaenda kukutapeli tena. Leo mwenyewe anakuja mtu ukitaka ya miezi mitatu ulipe kidogo kidogo, ni wewe mwenyewe mahesabu yako. Kitaka mpia ukitaka hivi wewe mwenyewe tu. Kuna mtu akubabaisha nguo sasa. Zamani tulikuwa tunahangaika Christmas kama hii, tuwaone kaka zetu wanatoka Nairobi. Kaka amekula linti, chati anaitwa linti. Unajua yule kaka wa Nairobi yule. Amevali. Kweli unaona kila mtu anavali, hata mnaijua kama ya mwanangu Neli hiyo sketi yake. Ungeiona zamani, saa hizo ni ya watu wenye pesa, sio kila mtu anavai. Watu wanatoka wapi? Kenya. Tunakwenda kanisani kwenda kuwashuhudia wakaka wanapopeleka sadaka vitu vya Kenya, shati hilo naitwa linti. Kina kama kakikoi hivi. Unajua watu wa nini? Paka mwendo wao tofauti, hawezi kufanana. Shati kama hilo nimeona amevaa baba Michael pale. Yalikuwa mashati ya watu wazito ya. Wewe leo mnaona tu vitu